Nimetaarifiwa kuwa katika nchi zinazozalisha korosho kusini mwa Ikweta, ikiwemo Msumbiji, Brazil, Indonesia, Zambia na Kenya, Tanzania yetu imeendelea kufanya vizuri kwa kuuza korosho zenye ubora wa hali ya juu na kwa bei shindanishi ikilinganishwa na wastani wa kimataifa. Hali hii imetokana na ubora wa korosho zetu unaovutia wanunuzi wengi duniani kutokana na ladha bora, ukubwa wa korosho na zaidi ya yote mfumo thabiti unaosimamia ubora wa korosho zinazoingia kwenye minada yetu. Nitoe rai kwa viongozi wetu wa AMCOS na waendesha maghala kuwa waadilifu na wazalendo. Epukeni kabisa kupokea korosho chafu, korosho zenye unyevu mkubwa au kuchanganya korosho na vitu vingine ambavyo sio korosho. Hii itatusaidia kupata bei kubwa, bei shindanishi, kwa sababu tutakuwa tunauza korosho ambayo ina sifa zinazotakiwa kimataifa. Serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote atakayejaribu kuhujumu korosho za mkulima. Tunataka mkulima aliyeleta korosho zake amezichambua vizuri, amezikausha vizuri, zibaki kama zilivyo na ziingie sokoni kama zilivyo, ili apate bei inayolingana na kazi ambayo ameifanya. Na leo tumefanikiwa kuuza kiasi cha tani 5106 na kilo 175, ambapo tumeweza kuuza kwa bei ya juu ya shilingi 2460 na bei ya chini kiasi cha shilingi 2310. Hizi bei ni ukiangalia katika mwenendo wa dunia, hizi bei ziko katika ile range au katika ule wigo ambao unakubalika mwenendo wa soko la dunia la korosho. Kikubwa tu ambacho niendelee kuwahimiza wakulima, mara nyingi bei tunapata kulingana na ubora wa korosho katika eneo husika. Kwa hiyo tuendelee kuhamasishana wakulima, niendelee kuhamasisha wakulima, tunapopeleka korosho ghala kuu tuhakikishe kwamba tunapeleka korosho ambazo ni bora, kwa maana kwamba zile zimekauka ipasavyo, lakini pia kama kuna korosho ambazo labda zina ubora wa chini, labda zimeoza au labda hazijakaa vizuri, tuweze kuchambua pia zile korosho, tupeleke korosho yenye ubora. Mwaka huu changamoto ipo kwa wanunuzi wa korosho ukilinganisha na msimu uliopita wa 2024-25, kwamba zao la korosho lilikuwa liko vizuri na wanunuzi nao walinunua kwa bei ya maslahi, ambayo ilifanya wakulima sasa wa korosho wapate hamasa kubwa ya kuja kulima hizi korosho. Kubwa ambalo naliomba wafanyabiashara, kama watapata ujumbe huu ambao leo mimi nakusudia kuutoa, ni kwamba wafanyabiashara wa serikali iwasimamie wafanyabiashara kuhakikisha kwamba bei ya zao la korosho inapanda kutokana na thamani na